Vijana, naam, kwa kuwa nyinyi ndio mliojitokeza kwenda msituni kufuata hazina yetu kwa ajili ya kuokoa kijiji hiki, naomba mumsikilize vizuri sana mganga. ndio Masharti atakayowapa muhakikishe kabisa kwamba masharti yale hamyakiuki. Ndio. Sawa? Ndio. Mumsikilize vizuri nani? Mganga. Mganga. Sawa? Mganga. Wapi masharti yako? Abe kaka. Naona umeamka kufanya usafi. Ndio kaka. Naona nifanye usafi hapa. Sasa mimi natoka. Na nataka nitembee nione mazingira haya. Unajua mimi hapa mgeni. Ndio, lakini ukumbuke kuwahi. Hapo isitoshe sisi wa mazingira haya tupo wageni. Kuwa makini kuna kwenda. Ni kweli kabisa dada. Mimi nitakuwa makini. Nikola. Naam kaka. Utanianyikia yale mahindi yangu, sawa? Sawa kaka. Mimi naenda. Sikilizeni nyewe vijana, kwa kuwa mmejitolea kwa ajili ya kukomboa hiki kijiji, hakikisheni mnafuata haya masharti. Huu msitu mnao kwenda hakuna aliyewahi kuingia katoka salama, lakini mkizingatia haya masharti mtakomboa kijiji hiki. Sharti la kwanza, hakikisha mkifika kwenye huo msitu hakuna kugeuka nyuma. Hata usikia sauti ya dada yako, kaka yako, mama yako, baba yako, mjomba wako, hata ni shangazi, hakuna kugeuka nyuma. Sharti la pili, chochote mtakachokiona kwenye huo msitu, hata kiwa cha thamani kiasi gani, hakuna kukigusa wala kukichukua mpaka mfike kwenye hazina. Na sharti la tatu, yule atakayeibeba ile hazina, atakayeshika ile hazina pale, ndo aifikishe hapa kijijini. Sikia? Ndio. Sijui mnanielewa vizuri? Ndio. Mwaweza kwenda.
Mheshimiwa wako. Utawala ni wangu na hakuna wa kunipindua. Wewe ni mgeni kijana? Ndio mheshimiwa. Sasa kijiji hiki tunahitaji watu wenye nidhamu, wenye heshima na kulinda familia yangu na kuiheshimu. Sawa kijana? Ndio mheshimiwa. Nikusaidie kwa shida gani? Ile hazina imeibiwa. Imeibiwa? Unamjua Malkia vizuri. Malkia ana adhabu kali. Utaenda kuadhibiwa kikali sana. Yaani nakuomba, naomba unisaidie. Mimi nimekubalia kwa sharti hili moja. Usiende kumwambia Malkia kama nilienda kukusaidia. Sawa, nimekubali.
kina sifa nyingi, kimejaliwa mazao mifugo tena kwa wingo, na kijiji wa ubwena wana changamoto nyingi, hasa serikali, viongozi na mambo mengi. Ukatili umeshamili, wana kijiji tunomia, ukilima heka moja debe mbili unawapatia. Maendeleo ya kijamii yameshakataliwa, hakuna zahanati, shule msingi tunomia nchini yetu, lakini tunaishi kwa uoga. Ukisema serikali walai unakuwa mboga. Kuna vipaji kwenye kijiji, serikali alioni hili, umeme hujafika jamani, hii ni sahihi jamani, tuandamane turudishe amani lopotea miaka mingi toka enzi za zamani. Kina mama kina baba jamani, tujiamini, kina dada kina kaka jamani, tufanye hili. Sio kwamba na kufulu mimi naamini Mungu upo, naomba niweke ulu ili unitoe mateso. Sio kwamba na kufulu mimi naamini Mungu upo, naomba niweke ulu ili unitoe mateso.